Ya siku ya leo, na kama kawaida Isaya 1:19, if you are willing and obedient you shall eat the good of the land, but if you refuse and rebel you shall be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. Kitabu tumesoma siku ya leo la pili ni kitabu cha Mwanzo 21:10, na tunasoma tena mara ya pili. Kumbuka, obey and live ndio kichwa chetu siku ya leo. Msomaji wangu ndipo soma. Kitabu ni Mwanzo 21:10. Pumzi ya Mungu yasoma hivi. Ndio. Kwa hiyo akamwambia Ibrahimu, ndio, mfukuze mjakazi huyu na mwanawe, maana mwana wa mjakazi hatarithi pamoja na mwanangu Isaka. Ndio. Kichwa nimesema ni obey and what? And live. Na ukuje subtopic hapo chini, neno ambalo linaandamana na Genesis 21:10 inasema Ishmael must go. Nisaidie kusema tafadhali. Ishmael must go. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, wewe ni Mungu, hakuna mwingine kama wewe. Tuko miguuni pako, tunanyenyekea miguuni pako. Wewe kunena nasi Baba wetu, ili Ismaeli atoke katika maisha yetu. Baba wetu, umetuita kwa hii wiki mzima ukituambia kwamba obey and live, tutii ndio tuweze kuishi. Baba, fungua mioyo yetu, fungua mawazo yetu, masikio yetu, tusikie sauti yako ili tuweze kutekeleza na kuweza kuishi katika jina la Kristo mkombozi wetu. Amen. Obey and live. Obey and live. The choice is yours. Neno hili obey and live, kuamini na kuishi. Ili uishi itabidi uamini, uobey, tutii, obey and live, kutii na kuishi. Ukifuatilia katika Biblia unaona watu wa Mungu ambao waliposikia wakatii, na walipotii wakaishi. Ukiona maisha ya Noa, Mungu aliongea na Noa Mwanzo 6, akasema chenga safina. Na Nuhu bila kuuliza maswali akaobey, alitii, na mwisho aliishi. Unapoangalia maisha ya Yoshua na Kalebu, unajua hadithi yao katika Numbers Hesabu 14:30. Caleb and Joshua, out of the 12 spies, wawili wakakuja na positive word, wakasema tutaweza. Wale wengine 10 wakaongea negative, wakasema hatuwezi. Lakini Caleb na Yoshua wakasema tunaweza, maana tuko na Mungu aliye hai, na wakaweza kutii, na mwisho wakaishi. Unapoangalia maisha ya Naaman, 2 Kings 5, Naaman ameambiwa ya kwamba teremka chini ya mtoni na ukaweza kuoga mara ngapi? Mara 7. Ingawa alisita kiasi, lakini baada ya kushawishiwa na wale maskari akaamua kuingia ndani ya maji. Na kumbuka hiyo maji haikuwa maji safi, ilikuwa maji chafu, lakini kutoka kwa hiyo maji chafu ya Yordani akapata uponyaji. Aliobey na akafanya nini? Akaishi. Angalia mama ambaye ni mama, jina lake ni Rahab. Joshua chapter 2 yote na chapter 6:25, unapata mama ambaye hakuwa Mwisraeli, lakini aliweza kutii kwa kuweza kuhifadhi wale spies. Na mwisho akaambiwa ya kwamba kwenye dirisha la nyumba lako uweze kufunga ile kamba jekundu, unakumbuka, ili wakati tutakuja tuweza kujua ya kwamba nyumba yako ni gani, kwa kuweza kutii
mwisho alikuwa na familia yake. Watu wa Mungu, obey and live. Hata sisi kwa wakati wetu bado inafanya kazi. Tunapo-obey, tunapotii sauti ya Mungu, tunapotii chenye nafuata ni kuishi. Nakumbuka mtumishi wa Mungu jina lake ni King Jehoshaphat. The book of 2 Chronicles chapter 20. Unapata Jehoshaphat mfalme ameambiwa na Mungu, raundi hii mambo ni tofauti. Unapoenda kupigana na maadui, maaskari wasitangulie, lakini wanakwaya wafanye nini? Watangulie. Imagine mfalme Yehoshaphat akaweka waimbaji. Imagine mnaenda the battle line, na kule kwenye the battle line mpaka wale watu wanacheka. Wenye wanaongoza, maaskari nyuma, waimbaji mbele. Na kenye walikuwa wanasema ni ajabu, ya kwamba mtukuzeni Mungu maana fadhili zake ni za nini? Ni za milele. Waimbaji walipotangulia wakiimba nyimbo za ushindi kwa kuobey, kutii sauti ya Mungu kupitia kwa nabii, ushindi ulipatikana. Obey and do and live. Leo hii nataka tuweze kuangalia familia moja katika Biblia. Genesis, Mwanzo 21 mstari wake ni wa 10. Kuna neno kutoka kwa familia moja. Hii familia ni familia ya Ibrahimu. Ibrahimu huyu unamjua sana, anajulikana kama the father of nations. Abraham, kabla hajaitwa Abraham, kwanza aliitwa Abraham na akabadilishwa baadaye akaitwa Ibrahimu. Mungu alimuita Ibrahimu kutoka kwa nchi ya Uru ya Wakaldai. Kumbuka mwanzo alikuwa anaabudu mwezi pamoja na baba yake. Baadaye alipoitwa hakuuliza maswali, alitoka. Lakini kulikuwa na changamoto moja. Kumbuka kila familia haikosi changamoto. Changamoto hapa ilikuwa ni mtoto. Ni kweli hapo na utajiri, ni kweli Ibrahimu hapo na ng'ombe ya kutosha, pesa ya kutosha. Ibrahimu hakuwa na mtoto. Akauliza Mungu, Genesis chapter 16. Akauliza Mungu, utanibariki namna gani? Ama utabariki huyu Eliasa mfanyikazi wangu, maana mimi sijafanikiwa kupata mtoto. Mungu akanena na mtumishi wake. Akamwambia ya kwamba, hiyo ni chapter 15 verse 3. Akamwambia ya kwamba Ibrahimu, I will bless you. I will bless you. Na utakuwa na mwana. Soma verse 3 please. Leo niko Genesis sana msomaji. Kitabu ni Mwanzo 15 mstari wa 3 inasoma. Na ile Abrahamu akasema, tazama, hukunipa uzao na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Nalo neno la Bwana likamjia likinena, ndio, huyu hata kurithi. Huyu Eliasa hata kurithi, bali atakaye toka katika viuno vyako. Ndiye atakaye kurithi. Ndiye atakaye kurithi. Amen. Verse 4 hiyo ndio verse 4. Yaani uhakikisho toka kwa Mungu. Na Mungu anapoahidi lazima atimize. Kile tu ambacho ni shida kiasi ni sisi wenyewe. Saa zingine tunababaika na kutapatapa. Lakini nataka nikwambie siku ya leo ya kwamba ahadi za Mungu lazima ifanye nini? Itimie. Kwako tu, kazi ni kwako kuweza kutii ili kuweza kuishi. Angalia, baada ya neno hilo kutoka ya kwamba nitakupa mrithi, nitakupa mtoto. Mtoto alichelewa. Mtoto alikawia, nitumia alikawia. Sio alichelewa, maana Constantine is the best. Mtoto kakawia. Saa zingine promises zinachelewa. Sisi wenyewe tunaona kana kwamba inachelewa. Lakini Constantine is the best. Huyu Ibrahimu alingojea na kungojea. Jana nilisema ya kwamba hata ingawa nini na nini itafanyika, usiendelee kulia, Mungu anajua. Nataka niseme ya kwamba katika hali ya kuchelewa, katika hali ya kukawia sana, kungojea, kukakuwa na mawazo ya plan B. Na hiyo mawazo ya plan B, kumbuka Mungu hapo na mipango zake.
Plan B ikatoka kwa mama Sara. Genesis chapter 16. Mama Sara alipoona amekawia, mpango imekawia, akakuwa na plan B. Na sana hii plan B, watu wengi ambao wako na plan B hawana imani na Mungu. Wakati umeamini Mungu, hakuna haja utafute plan B. Maana utakuwa mtu wa mawazo magani? Mawili. Na Biblia inasema mtu aliye na mawazo mawili ni kama dhoruba ya bahari. Angalia 16:2. Tena alitamka mambo mazito sana, akasema ni Mungu alinifunga. Hebu soma. Basi inasema hivi. Sarai akamwambia Abrahamu, basi sasa Bwana amenifunga tumbo nisizae. Ati nani amefunga? Bwana amenifunga. Amefunga tumbo nisizae nini? Nisizae. Endelea, alafu mpango inaendelea kusema umwingilie mjakazi wangu, labda nitapata uzao kwa yeye. Labda. Hapo na imani. Neno limetumika labda. Ni kama kitu inaitwa lakini. Yaani kuna terms ambayo haiendi na imani. Tena anasema ingilia labda. Hiyo ni kusema hata yeye anaweza kosa kuzaa. So labda wakati mzuri naweza pata na mtoto. Endelea kusema hivi. Abrahamu akaisikia sauti ya Sarai. Alisikia sauti ya Sarai? Sarai mkewe Abrahamu akamtoa Hajiri Misri mjakazi wake. Ndio. Baada ya kukaa Abrahamu katika nchi ya Kanaani miaka 10, akampa Abrahamu mumewe awe mkewe. Basi akamwingilia Hajiri, naye akapata mimba. Naye alipoona ya kwamba alipata mimba, hakupata. Alipata. Hiyo ni mpango ya pili, plan B. Na hiyo mpango imetokana na Sara ndani yake kwenda chini. Nataka nikukumbushe siku ya leo ya kwamba yeye Sarai ndiye aliyemshika mkono Hagar na kumchukulia nani? Alimpelekea Ibrahimu alale naye. Na akachukua mimba na mtoto huyu alipoona kwanza mtoto alipoona ya kwamba amechukua mimba, akaanza kuwa na madharau kiasi. Na baadaye alimzaa mtoto, na mtoto huyo akaitwa Ishmael. Verse 11 please. Verse 12. Naye atakuwa kama punda mwitu kati ya watu. Ngoja kwanza. Kuna kitu ya maana nataka ujue kuhusu Ishmael. Tabia ya Ishmael. Ni mtoto amezaliwa na mama yake ni Hagar. Amesaliwa ni kweli. Mark these words. Hakuna sherehe alipozaliwa. Halo? Huwa wamama wanafurahi wakati mtoto amefanya nini? Lakini mtoto huyo alipozaliwa hakuna sherehe. Alafu Biblia ikaja ikaelezea tabia ya mtoto mwenye alizaliwa. Nakumbuka ni kijana ya Ibrahimu bado. Huyu mtoto tabia yake ni kama ya punda. Soma vizuri. Verse 11. Verse 12, sorry. Verse 12 inasoma. Naye atakuwa kama punda mwitu kati ya watu. Atakuwa kama ni punda mwitu. Sio punda, lakini atakuwa kama punda mwitu kati ya watu. Yes, atakuwa kama zebra. Katikati ya watu. Alafu nini? Mkono wake utakuwa juu ya watu wote, na mkono wa watu wote utakuwa juu yake. Hiyo ni kusema ni mtoto wa vita. Kumbuka Ishmael ni mtoto wa ngumi, ni mtoto wa ndondi, ni mtoto wa wrestling, ni mtoto wa hasira, ni mtoto wa machukizo, ni mtoto kama punda. Ukikambaya na kupiga teke ni kama punda wa mwituni. Verse 12 inamalizia kusema naye atakaa mbele yao ndugu zake wote. Atakaa mbele ya ndugu zake wote. Naomba unisomee kwa Kiingereza the same verse. Kuna kitu ile Kiswahili imeomit ya maana sana. Hebu nisomee. Mtu mwingine hata kama umeelewa.
And he will be a wild man. A wild man. His hand will be against every man. Yaani mkono yake against every man, ukipita day. Aha. And every man's hand against him. Na kila mtu ataki, yaani yeye ataki watu, hata watu wamtaki. Kama punda tu. Aha. And he shall dwell in the presence of all his brethren. Yes. He shall dwell in the presence of all his brethren. Ujue ataishi kati ya watu wake, lakini atakuwa kama sindano na watu. Hatakuwa ni mtu wa vita. Kumbuka mtoto kasaliwa. Na huyu mtoto Ishmael, jina lake inamaanisha God hears, baada ya Mungu kusikia maombi ya Agar, kapewa jina hili. Nataka uangalie na kuzingatia vizuri. Huyu Ishmael akakuwa mkubwa na hiyo hasira yake na ngumi yake na hiyo vita yake. Akakuwa mkubwa, naye mama yake Hagar akashika kiuno. Aliposhika kiuno, akaanza kumtemea mate Sara. Kumbuka ni Sara aliyeleta plan B. Lakini sasa nani anamtesa Sara zaidi? The plan B. Nataka nikukumbushe, the plan B inatesa watu sana. Alishika kiuno siku moja na kuweza kutema mate ile anajeje. Unajua mate anajeje? Na akasema, unaniongelesha nini? Mimi ni mke mwenza. Tuna share one husband. Kwanza wewe unasema nini? Hauna watoto. Mimi niko na watoto. Na unasikia vile, unajua vile uchungu ukiambiwa ya kwamba wewe una watoto. Wewe ni tasa. Hebu sikia. Nakwambia Sara aliposikia maneno haya tena akabadilika. Hebu soma Rudi 16 verse 5. Verse 5. Sarai akamwambia Abraham, ubaya ulionipata na uwe juu yako. Nimekupa. Uwe juu ya nani tena? Uwe juu ya Abraham. Alafu nimekupa mjakazi wangu kifuani mwako. Naye alipoona kwamba amepata mimba, mimi nimekuwa duni machoni pake. Bwana na kuhukumu kati ya mimi na wewe. Hiyo ni hasira tena, anasema Bwana akuhukumu kati yake mimi na wewe. Kumbuka saa zingine unajikaranga na mafuta yako mwenyewe kama nguruwe. Angalia. Sasa mambo imeibuka familia. Issues, challenges in the family. Na Mungu anaendelea na ratiba yake. Mipango ya Mungu haiwezi potea kamwe, lazima itimie. Ibrahimu akagonga miaka 100. Sara siku hiyo alikuwa na 90 years. Aliambiwa mambo ya mtoto akiwa na 75 years. Sasa 25 years down the line hakuna mtoto, lakini kuna jamaa wa ngumi. Jamaa huyo anaitwa nani? Ishmael. Ukicheza kidogo utana na ngumi. Hasira na yeye ni kama punda mwitu. 90 years Sara, Mungu akamtembelea. 21 verse 1. Mungu akamtembelea Sarai. Ile nasema ya kwamba Mungu hakumtembelea Abraham, alimtembelea Sara. Soma vizuri hapo 21 verse 1. Inasema Bwana akamjia Sara kama alivyonena. Na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Ndio. Sara akapata mimba, akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume. Amen. Katika uzee wake. Kama wakati huo tungekuwa na watu wa magazeti, kama tungekuwa na media, I can assure ya kwamba hiyo breaking news kwa TV ama ukisoma kaseti hapo juu hapo headlines, kama ingekuwa wakati wetu, ungesoma grandma bears a child in her old age hapo mbele, na ungeona mama mwenye ameshika bakora hivi na amebarikiwa vizuri. Mama hadi picha ya mama. Nakwambia mama mwingine aliniambia, Mungu akinibariki na mtoto, wacha hii mambo ya kuficha tu. Aliniambia nikafungua watu wote waone. Imagine mama 90 years anaitwa Batiem, anaitwa Shosho, anaitwa nani tena? Baba
nauliza, huyu Bathia alipozaa mtoto alikuwa Bathia? Hajazaa mtoto Bathia, alizaa mtoto nyororo laini kama yule aliyezaliwa na mtu wa Zebadias. Mungu ni nani? Kwa nini Mungu angojee mpaka 90 years? Kwa nini Mungu angojee mpaka miaka 100? Na ujue Isaka alipofika ukakuwa na sherehe. Soma sherehe 21, sikia sherehe for the first time 21 verse 6 and 7 please. Inakuwa na sherehe. Sara akasema, Mungu amenifanyia kicheko. Kila asikiaye atacheka pamoja nami. Akasema, ni nani angemwambia Ibrahimu, Sara atanyonyesha wana? Ni nani? Maana nimemzalia mwana katika uzee wake. Mtoto akakua. Yes. Akaachishwa kunyonya. Ibrahimu akafanya karamu kuu siku ile. Nataka hapo. Ibrahimu alifanya nini? Akafanya karamu kuu. Tena sio karamu kidogo, karamu kuu. Tena kulikuwa kuna uimbaji. Furaha kwa wana Abraham. Hata kuja kila moyo mpoke, kariri furaha. Hakukuwepo na kicheko kwa nyumba ya Ibrahimu tangu wakati kijana wa ngumi alipoingia. Hakuna kicheko, ni hasira tu na wivu. Lakini huyu kijana alipozaliwa kuna kicheko for the first time. Huyu kijana alipozaliwa kuna karamu for the first time. Nataka uone watu wawili tofauti. Isaka ni tofauti. Kwake kuzaliwa kwake kumedhaminiwa. Huyu mwingine ilikuwa mambo na plan B. Huyu Isaka amezaliwa kukawa na sherehe na kukawa na furaha. Lakini kukatokezea tena shida nyingine. Soma 21 verse 9. Shida nyingine. Sara akamwona yule mwana wa Hajiri Misri. Misri, huyo ni Isaka yule jamaa wa Ndundi ambaye alimzalia Ibrahimu anafanya dhihaka. Kwa hiyo akamwambia Ibrahimu. Kwanza kabla hajamwambia Ibrahimu, yani kijana Isaka amekuwa mkubwa. Lakini kuna jamaa mkubwa kwa Isaka almost more than 10 years above. Na jamaa anaambia Ibrahimu Isaka, huyu sasa Ishmaeli anasema kijana kuja tucheze na wewe. Najua amekuwa mkubwa. Anasema kuja tucheze na wewe. Leo nimeamua kidogo wacheze kidogo ndio niweze kuendelea. Angalia, kwanza wacha wakule kwanza. Wapi familia ya kisha? Mami kidogo toka hapa kidogo tu ndio tuweze kuendelea. Kuna jambo nataka ujue. Ishmael must do what? Mtu wa ngumi lazima afanye nini? Lazima aende. Nisaidie kushika hii budi. Basi. Yale kona. Basi sauti tafadhali. Sasa kuna mama ambaye anajua kudhihaki vizuri. Asante. Kuna familia ya Ibrahimu hapa, yote ni familia ya Ibrahimu, lakini hapa kuna mchakasi na Ishmael. Wacha tusikie kama mama anajua kulisha mtoto wake. Ishmael, acha nikupe chai mtoto wangu. Kumbuka kuna kiburi nyingi sana na alikuwa mchakasi. Siku hizi anapiga kifua. Na saa hiyo kumbuka naye Isaka akasaliwa. Na Isaka naye amekuwa mkubwa. Na Isaka anataka kwenda huko kucheza naye. Wacha sikie mama yake anasema. Kuna mtoto wangu. Kuna Isaka
Enda kucheza na Ismail. Sawa. Isaka anaenda kukula huko na kucheza, lakini jamaa wa Ndoni ni mkali. Imagine huyu mchakazi anamulisha, lakini wala bila anamulisha, anampa kwa anadharau Isaka sana. Tena yule kijana wa Ndoni amenyang'anya tena. Amenyang'anya maziwa. Ai. Ismail na mama yako. Ismail na mama yako watoke hapa. Watoke kwa hii boma. Sitaki kuwaona. Ibrahimu hapo na tatizo, sikia vile anaambiwa. Ismail. Abraham. Ismail na mama yake watoke kwa hii boma waende kabisa. Lakini mzee anasema nini? Sasa tufanye nini? Ujue bado Ismail ni kijana yake. Hapo na tabu mingi sana. Na anaanza kubembeleza sasa Sara kwamba tulia. Hao ni watoto wetu wote. Kumbuka haya mambo yote ni wangu. Wewe ni sisi. Ndio. Na hao watoto wote ni wewe. Ni watoto wa damu yetu. Kwa hivyo naomba uweze kukaa karibu. Imagine. Lakini sasa hasira iko katika. Kijana tena akasawa kaenda kucheza tena. Kijana raundi wanakuja kucheza, wanacheza, huyu mwingine anapenda kucheza na huyu. Wanacheza ni vizuri, yenyewe ni kucheza wako kiwanja. Lakini tabu ni moja, Ismail huyu naye amefanya makosa. Sasa amekutana na yeye. Ajui kupiga mpira, ameweka mpira out. Ismail na mama yako mtoke kwa hii boma. Sasa wamama wanakuja kiwanja kubishana. Angalia bila anashika. Ismail na mama yake watoke hapa. Watoke. Lakini anasema nini sikia? Unaenda. Vita imetoka kwa nyumba ya hebu sikia. Bora huja sawa, umebarikiwa na mtoto mmoja unakuja kunichezea. Yangu ni mdogo lakini amebarikiwa. Sasa shida. Yule mama Sara akaenda kuongea na Bwana. Sasa hasira imeenda juu. Mzee, nakwambia Ismail na mama yake watoke hapa. Nimesema. Sasa Ibrahimu anasema ninekusikie. Sasa mzee Abraham msikize mkewe. Obey and believe. Sasa sauti ikatoka, ilikuwa ni usiku. Mungu akaongea na nani? Na Ibrahimu. Akaambiwa nini? Rudia. Mzee, sasa msikize mkewe Sara. Aga atoke aende. Obey and believe. Na kijana yake. Sauti ya Mungu ikasema sikiliza nani? Sara. Hiyo ilikuwa sauti ya Mungu. Inasema sikiliza, obey for you to do what? Sasa Ibrahimu akafanya aje? Hebu angalia. Kumbe ningetii. Kulingana na ile sauti ya Mungu inasema ili vita iishe. Kosa niweze kukaa na amani katika familia yako. Ibrahimu ndio huyu. Mzee Ibrahimu ndio ameshikwa sasa. Lakini ameamua kutii na akaamua sasa kumtorosha wale watu. Ndio huyu anatoka. Anaenda kwa ile nyumba ya Aga. Huyo ndio mzee Ibrahimu. Nakwambia ili amani ipatikane kwa nyumba ya Ibrahimu, lazima kutii. Lazima Ismail na Hagar. Hebu sikia. Sasa kwa sababu nimepata ujumbe kutoka kwa Mungu, sasa nataka muweze kuondoka. Sasa hivi kwa hivyo mama, nimesema nimeamua muweze kuondoka hapa. Kwa hivyo hamutakaa hapa kwa mtatoka.
ni yangu. Huyu mtoto ataenda kulishwa naye. Sasa haya yote unayasema kwa sasa. Nimeamua. Wewe na mtoto wako na mtoto wanakuweza kwenda. Amepinda. Nimesaa sema. Mpaka mzee amewekea pa. Amuka. Kijana anakataa. Mama yake anakataa. Amuka. Enda. Wamekuliwa mzigo. Leo wanaenda wakilia. Hata maji alipewa. Hata pesa kapewa. Kwenda huko. Isikia Ibrahim. Ondoke. Ondoka. Sitaki kuona. Sitaki kuona tena hapa. Aliondoka kwa kilio. Chukua mizigo yenu. Chukua mizigo. Chukua. Asiende bure. Ndio hii. Acha mzigo yake. Pesa ya kupandia gari ndio hii. Ndio hii pesa. Hata pesa peana pesa. Chukua. Chukua yote. Ndio ni transport tukue. Ndio ni transport kutoka. Ovyo. Ovyo kabisa. Wakati Ishmaeli na mama yake ametoka, sasa Sara na Isaka wakashangilia. Ongea sasa. Haleluya, Mungu ni mwema. Haleluya, Mungu ni mwema. Haleluya, Kuna furaha. Mungu ni mwema. Wewe amefanya ni kweli. Amina. 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 Nitembee nawe mkono wangu ushike, unene nami kwa pole, ingawa njia sioni, Yesu nitembee nawe. Ndugu yangu, siku ya leo sijui kama unaendelea kulishanisha Ishmael na mama yake. Ishmael must go. 21:10 Genesis. Usiendelee kubembeleza. Ukisema ni mwana wangu, hawezi kaa. Ishmael hawezi kaa na mwana wa urithi, the son of the promise ambaye ni nani? Isaka. Ishmael must go. Ishmael kama hiyo 21:16. Kwa hiyo akamwambia Ibrahimu, mfukuze mjakazi huyu na mwanawe. Maana mwana wa mjakazi hatarithi pamoja na mwanangu Isaka. Hatarithi pamoja, hawezi kaa pamoja. Angalia, hii mambo ambayo yameandikwa kitabu cha Genesis inamaanisha nini? Enda Galatians chapter 4 verse 28. Inahusu nini kwetu sisi washiriki wa Talaibon, washiriki wa GK, washiriki wa Koita? Inahusu nini? Ishmael na Isaka. 4:28 please. Inasoma, basi ndugu zangu na wao, kama Isaka sisi tu watoto wa ahadi. Kama Isaka sisi ni watoto wa nini? Wa ahadi. Sisi ni watoto wa ahadi. Alafu lakini kama vile siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili, kuna yule aliyezaliwa kwa mwili ambaye ni Ishmael, alivyomuudhi yule aliyezaliwa kwa roho, alimuudhi aliyezaliwa kwa nini? Kwa roho. Ndivyo ilivyo na sasa. Kumbe Ishmael anasimama on behalf of the flesh, maisha ya mwili, na Isaka anasimama kwa niaba ya maisha ya kiroho. Praise God. Anasema yule aliyezaliwa kwa mwili anaudhi yule aliyezaliwa kwa nini? Kwa roho. Endelea kumaliza hapo. Inasema lakini lasemaje andiko? Mfukuze mjakazi na mwanawe. Mfukuze mjakazi na mwanawe, usimhurumie. Kwa maana mwana wa mjakazi Ishmael hatarithi kabisa pamoja na mwana wa muungwana. Yaani huyo ni Isaka. Ishmael hawezi rithi chochote pamoja na Isaka. Nakwambia inahusu maisha ya mwili na maisha ya roho. Haiwezi kamwe. Nataka nikwambie kwamba Ishmael must go.
alafu Isaka atawale. Umemaliza? That one. Ndiposa, ndugu zangu, sisi si watoto wa mjakazi. Sisi si watoto wa Hagar. Bali tu watoto wa huyo aliye muungwana. Tu watoto wa yule aliye muungwana ambaye ni Sara. Mtoto wa agano, mtoto wa ahadi, mtoto wa urithi, mtoto wa roho. Na hapa kuna sherehe, hapa kuna vita. Kwa mwili ni vita, lakini kwa roho ni amani. Kwa mwili hakuna matumaini, kwa roho kuna matumaini. Kwa mwili hatuwezi chochote, kwa roho tunaweza mambo yote katika Kristo anayetutia nguvu. Ishmael must go. Lazima aende. Na aende peke yake, aende pamoja na mama yake. Aende pamoja na mama yake. Ninauliza siku ya leo, uko na Ishmael yupi ndani ya maisha yako ambaye amekutesa na kutesa na unapenda ukisema akae kidogo? Na huyo Ishmael ni Ishmael wa vita. Amekumalizia pesa, amekumalizia amani, amekumalizia matumaini, na unaenda kuibaki nani? Ishmael. Mungu anaposema Ishmael must go, ili Isaka afanye nini? Atawale. Tawala maisha yangu Yesu, tawala maisha yangu Yesu, tawala. Kuna watu wamekaribisha Ishmael. Imagine kwa maisha yao wanaambia Ishmael, tulia kidogo nitaona mambo yake. Ili hali roho haiwezi ishi na Ishmael. Lazima mambo ya mwili iweze kuondoka, ndiposa Yesu atawale. Ni nini ambayo imezuia Yesu kutawala katika maisha yako? Ishmael yupi ambaye uko nayo hapa? Na Mungu anasema aende. Hapa nataka nikuonyeshe kitu. Nataka nikuonyeshe ndege aina ya kipekee. Ndege hujawahi ona kwa maisha yako. Ni ndege anapatikana Kenya. Na huyu ndege anapatikana South America. Anaitwa Koku. Ndege huyu anaitwa Koku. Ni ndege wa kipekee, maana yeye anataga mayai, lakini atagi mayai kwa kiota chake. Anaenda kutaga mayai kwa viota vingine. Angalia Koku. Huyu ninafananisha na Ishmael. Angalia vizuri. Huyo Koku akitaka yai, anaendelea kutaka yai. Ile yai, imagine inaanguliwa haraka. Na hiyo yai ikianguliwa haraka, inakula mayai yote, inatoa mayai yote kwa kiota. Angalia vizuri. Koku. Huyu wazuri yote. Koku amekuja kurusha yai huyu. Unaona hii? Hii ni ya Koku. Anaanguliwa haraka, na akianguliwa haraka mwenye adui anaendelea kulisha Ishmael, na ile hali Ishmael ameingia katika maisha. Angalia vile anatoa, yani imagine kifaranga kidogo. Kifaranga hata hajapata nini manyoya. Lakini angalia yeye anafanya, angalia kama wewe kuja upande, angalia kitu hata imagine hana manyoya. Na ujue imekuja kuwekwa hapo na Koku ambaye ni mama yake. Na huyu imagine anakula mbaya, hawezi shiba. Na huyu ujue sio wa hii kiota. Kuna mwingine alikuja akarusha hapo yai. Alirusha Ishmael hapo. Na huyu angalia. Imagine anatoa mayai mengine. Angalia. Na ni kitu tu hata ambacho huoni. Angalia. Ukikaribisha Ishmael katika maisha yako, angalia mpaka atoe mayai yote kwa kiota. Yote. Na kuambia kuna Ishmael tumekaribisha katika maisha yetu. Na inatoa mazuri katika maisha yetu. Angalia vile anafanya. Angalia. Na imagine sijui hata ni ya wiki moja, only 8 days old. 8 days old. Angalia. Hawezi kumsika mpaka atoe mazuri katika hiyo kiota. Kuna vitu tumekaribisha ambaye ni Ishmael inatuletea vita, inatunyang'anya amani. Ukikaribisha Abieta, ukikaribisha Kabole, utakulwa hivyo. Inatoa mazuri yako yote. Angalia, si amepaki peke yake, angalia, baka apaki peke yake, anatoa yote. Mayai yote angalia, amepaki sasa peke yake. Ndio hawezi kulisha peke yake, angalia. Anataka kupaki peke yake. Kwa hiyo kiota ndio alisho peke yake. Na ujue, ametoa yote.
Yeye sasa akishapaki peke yake ndio huyu analisha na ajue analisha mwingine. Alishi mtoto wake. Naangalia mdomo yake ni red, mwili ni black, mdomo red na hawezi kushiba. Angalia na huyu naye adui, imagine anakimbia, analeta kitu, anamlisha na sio mtoto wake, ni Ishmael. Nimesema kuna vitu tumekaribisha katika maisha yetu ambayo inakuja kutupa. Angalia amekuwa mkubwa. Angalia vile iko. Imagine mwili kubwa hata kuliko yule anamlisha. Imagine. Angalia karibu anaribu nini yote. Angalia. Na anakula hakuna kusema nimeshika. Hata mdomo peke yake ukiangalia. Kuna vitu kama huyu, angalia macho black, mdomo red. Na angalia mwenye anamlisha mwili kidogo. Yeye anayelishwa mwili kubwa. Ishmael must go katika maisha yetu. Katika maisha yetu. Na Yesu atawale. Isaka atawale na kurithi mali. But Ishmael must go kama unataka amani nyumbani. Ishmael must go kama umekaribisha uganga katika familia yako, katika maisha yako. Please, nataka uweze kumsindikiza mama yake na nani? Na Ishmael waende kabisa. Wakurushika kabisa. Kama umekaribisha Abieta katika maisha yako, kabone, naomba sana Ishmael must go kama unataka amani. Kama umekaribisha usherati maisha yako, Ishmael must go. Na ukaribishe na uambie Yesu, nimeachana na ulimwengu, nataka wewe peke yako. Tuishi na Isaka peke yake. Tusimame tafadhali. Ulimwengu sikutaki, namtaka Bwana Yesu. Safari duniani yenye furaha ya rehema, ya ajabu, pendo bila kipimo, wokovu mkamilifu, amana ya uzima. Kwa maana baada ya hii ni kwenda mtoni. Asante sana kwa wale walijitolea kwa ajili ya ubatizo. Naomba tena msichoke kuja mbele, karibu sana. Maana baada ya hii pastor atawafanyia viapo, alafu tutaenda. Wale wakuja wote. Ulimwengu sikutaki, namtaka. Usifikirie mawili. Kama unataka kujiunga na wale wanapatisha siku ya leo, naomba sana achana na Ishmael na upende Isaka peke yake. Na ende ya msalaba ni mnyonge mpofu yapita yona. Asante sana unapokuja. Kama ulikuwa jana na juzi na ungependa kubatizwa, usisite na Ishmael. Kuja kwa Yesu. Yesu atawale maisha yako. Ishmael must go na Isaka lazima atawale. Hakuna mtu anayejitolea kubatizwa na baadaye ajute. You will never regret. Utaambia Mungu asante maana nilikata kauli. Hata mimi nakumbuka nilibatizwa kwa makambi kama haya. Ishmael must go. Isaka lazima atawale. Ole Yesu asema, kujeni sita zote na kutumaini tu. Ishmael aweza kuwa hasira, Ishmael aweza kuwa fitina, Ishmael aweza kuwa forgiveness, Ishmael aweza kuwa kiburi, Ishmael aweza kuwa uongo. Ishmael must go na Roho wa Mungu atawale. Kuna mtu angependa kujiunga na kundi la Mungu ambao wanaenda kusema mara ya pili. Tafadhali usikawie wala kusita. Usisita na Ishmael. Ambia Ishmael, hii mwaka naenda na Isaka. Naona nafasi hakuna kurithi. Hawezi kurithi maisha yangu. Ishmael lazima
ungependa weka neno upya maisha yako na Mungu, usisite. Kuja. Ulikubali kubatizwa, umekubali kuwa wa Mungu. Usiseme kesho, usiseme mwaka ujao, au miaka ujao. Biblia inasema wakati wa wokovu ni leo na ni sasa hivi. Ewe mwana wa Mungu, obey and live. Unapotii utaishi kama Ibrahimu. Nataka nitoe wito kwa yule ambaye anataka ya kwamba Mungu anijaze roho, aniongezee imani. Ni kweli nimebatizwa, ni kweli naendelea na safari, lakini nijaze roho ili niruhusu Isaka atawale. Kuja mbele upande huu ndio tuweze kumaliza kwa maombi. Kuja mbele hapa. Uko na special prayer. Unaona uongezewe nguvu tunapomaliza makambi. You want to open another new page in your life. Come in front, we pray together. Roho wa Mungu anasema njoo. Msalaba wa Yesu ndio tunaendea. Asante sana karibu mami. Naomba ukuje upande huu. Niponde sasa. Uko na special prayer. Tulisema na ninasema. Na umeomba na ungependa umpe Mungu siku ya leo. Maana maombi ambayo tunaenda kufanya kwa ile special prayers. Kuna mtu ako na maombi ya kipekee. Maombi ya familia yake, maombi ya watoto wake, maombi ya afya. Kuja mbele tuombe pamoja. Mlango imefunguliwa wazi. Usisite kuja. Tunakuja miguuni kwa Yesu, sio kwa pasta. Tunapofunga kumaliza makambi, ni nini unataka kuambia Mungu? Unataka kuambia Yesu tutembee na wewe. Ismaeli na mama yake atoka. Sijui unataka nini mbele ya Mungu. Wewe mwenyewe unajua na Mungu anajua. Na nataka niseme ni kweli wakati wako wa kujibiwa. Mungu naye anajua na anajibu maombi. Hapo iko wazi. Ukiwa unakuja kuja. Hata waweza kuja kwa niaba ya familia, kwa niaba ya ndugu zako ambao ungependa wabadilike. Tunaelekea kuomba. Kama bado unakuja tuombe pamoja ili Mungu aweze kujibu maombi yako. Asante, tunaenda upande wa maombi. Naomba watumishi wa Mungu muje hapa. Maana tukimaliza wale wabatizo watabaki tunaporudi wengine. Naomba tufanye special prayers kwa watu wa Mungu ambao wamekuja na alafu kisha baadaye tuombe. Tunamaliza maombi hapa kwa ajili ya wale na kwa ajili ya wale wanabatizwa. Naomba tufanye maombi. Sisi wote tutaomba. Acha tuombe. Baba na Mungu wetu anayetupenda,
Kweli tukiacha Ishmael kwa maisha yetu, tunajua tunaendelea mbele bali tunarudi nyuma. Wengine wamesikia ya kwamba Ishmael mpaka tutoe kwa maisha yetu. Ukafungua mlango, ukafungua mkono ya kwamba mtu yeyote ambaye atakubali akuja aingie, nasema ya kwamba utakaa na yeye. Wito umetolewa Baba, wana wako wamesimama, wengine wakasema ya kwamba naachana na dunia ili niende kwako Mungu wangu. Wametoka kwa umati Mungu wangu. Asubuhi tulisema ya kwamba umati, ukiamua kutoka kwa umati, toka kwa umati, kwa sababu umati ni wa dunia, bali ukitoka kwa umati unaokolewa. Wengine wamesema ya kwamba mimi sibaki kwa umati, ninatoka ili nikuje nipate ubatizo. Baba, tunaomba ya kwamba uwasaidie. Kuna wengine hapa Mungu wangu wamejua kweli ya kwamba wajabatizwa. Wito unaitwa ya kwamba wakuje na bado wanatuangalia. Hawataki kukuja Mungu wangu. Na umesema ya leo ndio tunajua ya kesho hatuyajui. Bali Baba wangu, wengine ambao wamepata nafasi ya kufika hapa, Baba, tunaomba ya kwamba wakaribishe kwa ufalme wako. Wamejitokeza kwa ajili ya ubatizo. Umesema kwa kitabu cha Marko 16:16, Mungu wangu, ya kuwa yule ambaye atausikia hii wito na kuipokea Mungu wangu atapata uzima wa milele. Baba Mungu wangu, hao ambao wamefika hapa tayari wako na uzima wa milele, kwa sababu wametoka kwa umati ili wapate uponyaji, ili wapate kurithi ufalme. Baba, kama kuna mwingine bado amebaki nyuma na anasema ya kwamba mimi pia ninatamani kujiunga na wale ambao wanaenda batizo, hatujawaacha nyuma Mungu wangu, kwa sababu hata Nikodemo ambaye tumejua vizuri, tunasoma story yake, pia alisema ya kwamba sitaenda kama wale wananiangalia, bali itanibidi niwatafute, itanibidi nitoke na nyuma Baba wangu, ili nikuje, kwa sababu mimi pia nikijiangalia naona kama nimekosa kitu kwa maisha yangu. Baba, kuna Nikodemo katika hii umati. Baba, kuna Nikodemo katika hii nyumba. Baba, kama kunayo Baba, tujafunga mlango. Mlango bado uko wazi hadi wakati tunaenda ubatizo. Kama kuna wengine wanataka kujitokeza Mungu wangu, wakati kama si sasa Mungu wangu, inakuwa sasa hivi, kwa sababu makambi inapita Mungu wangu, lakini wewe unakuwa milele na milele, na unakuwa tu kwa wale ambao wako tayari kukukaribisha. Maombi naendelea mbele Mungu wangu, ninaomba hayo machache kupitia jina lako Yesu Kristo, naomba nikiamini, amen. Pamoja naye Mungu mbele zako tukiwa na wingi wa shukrani kwa sababu ya makambi haya. Asante Mungu kwa sababu tuweza kufika hapa siku ya Jumapili, tumeweza kuona mkono wako kufanya kazi kwa ajili ya watumishi wako. Asante Mungu kwa ajili ya washiriki wote ambao wameweza kuleta wageni, wamefika kuona watumishi wako. Baba, ni asante Mfalme kwa sababu katika upande wetu mkono wa kushoto tuko na watu ambao wako na mahitaji, na wewe Mungu ndio unajua mahitaji yao. Kutana na mahitaji yao Bwana, ili neno lako liweze kutimia. Asante kwa ajili ya wale wamejitoa kusaidiwa upya kwa sababu wamekubali kutoa heshima katika maisha. Mungu, tunajua ni kwamba ni uchungu kutoa heshima katika maisha yetu, lakini kwa sababu ya neno lako ni lazima toke. Wacha amani yako Bwana iambatane na watumishi wako popote wanapoenda kuhubiri injili yako, neno lako liweze kusikika. Asante kwa ajili ya pastor wa eneo hili, pamoja Mungu na pastor mkuu ambaye ameweza kuja katika mkutano. Neno lako limeweza kudhihirisha wazi na kuonekana na kusikika. Tunapoenda Baba kuandaa hao kwa ajili ya ubatizo, wacha amani yako iambatane naye wao katika Ukristo wao. Simama na neno lako, amani yako iweze kudumu. Yale singeweza kuomba, Roho wako Mtakatifu
Pamoja na hayo, Mungu na Baba wetu, Muumba mbingu na vyote vilivyomo, tunakushukuru sana kwa sababu ya kipaji cha uzima. Asante kwa sababu ya ulinzi wako mzuri. Sherehe ya vibanda 2026 ilipokuwa inaandaliwa, ilionekana kama ni jambo lilikuwa mbali ambalo halingeweza kutimia. Mungu tunakushukuru, ni baraka yako imeonekana. Tunakushukuru umedhibiti anga, na zaidi Mungu wangu, tunashukuru wale ambao wamehusika kufanikisha mpango mzima, waliojitolea kwa hali na mali. Mungu naomba kutana na kila mmoja wao na kila mmoja wetu katika hitaji lolote ambalo Mungu tunakuhitaji. Asante kwa sababu ya wana na binti zako ambao wamekata kauli kutangaza vita dhidi ya serikali ya giza. Mungu naomba wamefanya hatua ya kwanza, naomba uwashikilie na uwashindie, na zaidi create a desire in them to continue to know more about you and to learn about you as they join in focusing in the mission. Manake sasa wamekwisha kufanya tena waabudu wa wanadamu. Upande mwingine pia wapo wengi ambao wamekuja kwa sababu tofauti. Mungu tunaomba, sababu unazijua, wewe unajua yote, fanya sawa sawa na mapenzi yako. Tunashukuru sana, umati mzima kubariki. Tunapofumukana hata nasi, tumeomba machache katika jina la Kristo Yesu aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Asante, mbarikiwe jamani.